Falsafa hii nimeisawiri hasa ambapo wino wa mwandishi unapovuja. Marehemu Ken Walibora alivyokuita mtoto wa mwalimu. Kalamu hii wino wake unavuja huku machozi yakinibubujika mithili ya mziwanda aliyenyimwa pipi na ninaye. Mwaka 1965, Januari mnamo tarehe 6, akapolewa Waliaula kwenye milima angavu ya Cherangani. Nazikumbuka juhudi zako kuitumia fasihi kama ufito wa kuelekeza jamii. Mpendwa mtazamaji, hii leo katika Sema Nami tunazungumza na Waridi Tamu, msanii chipukizi anayeimba na kutunga mashairi. Mwanzo sauti ya Kongowea Mswahili inahanikiza kwenye siku njema na kutupa faraja licha ya Zainab Makame kuagana nasi. Hivi je, uliumulika ukungu wa ayari wa mwaka 2007? Kutokuwepo na undugu wa akida na timu na jamii ya kufa kuzikana. Kidagaa hakiliki tena nacho kichumbua kimeingia mchanga baada ya Mtemi na Sababora kueneza donda sugu la unasaba na kutuacha wana ayari kumtetea mbaya wetu. Mti wa mkuyu uliumba tarehe 10 Aprili mwaka 2020. Kwenye barabara ya Landis jijini Nairobi ulipotangulia mbele za haki Walibora. Ama uliyatabiri haya nyakati za Nasababora alipotoweka bila hata ya koheri. Ukorochuka barabara kavuka barabara ya kwanza, kuvuka ingine, gari kamkonga akaanguka chini. Uchunguzi wa kifo chako umetumbukia nyongo. Serikali ya Mtemi mtangulizi na Nasababora wa sasa haijayaweka mambo paruanja na kutupa wana ayari ukweli mtupu. Hata vile alikuja huko Landis Road ya cross barabara kwa mguu, ya hatujui alifikaje huko. Hiyo bado inafanya uchunguzi. Wana ayari hawakupoteza tu kalamu ya uandishi ila wino uliobeba maono ya fasihi kwenye jamii na vizazi vijavyo, ukizikashifu kauli za wahuni wa Kiswahili kwa mabano. Unaona shule imeandikwa ilani inayosema this is an English speaking zone. Kauli kama hizo zinatisha. Acha nikomea hapo, machozi yakinilenga na kukilovya kifua changu. Nikikwepa yaliyomtendekea Maria kwenye Maskini Milionea, nitaendeleza falsafa ya Nizike ningali hai, nafasi hii kudumishwa. Kwa heri Ken Walibora, mtoto wa mwalimu. Pumzika vyema walipo Shaban Robert, Rita Tinina, Ahmed Darwesh na Leonard Mambo Mbotela. Maanake kila nafsi itayaonja mauti. Ujumbe wangu siku zote umekuwa mwanafunzi apite mtihani kwa jasho lake mwenyewe. Hii ni Kurunzi ya Mwananchi, inatumia fasihi kuelekeza na kuelimisha jamii. Mie mtoto wenyu Morris Amusavi.